cha Mapinduzi. Na hiki chama kimetutesa wote. Na ndio maana katika serikali inaongoza kwa kualika viongozi wa dini Ikulu serikali. Na sisi tuna mmoja wetu kwa mzigo kweli Malasusa. Mimi ni KKT. Tuna mtu anaitwa Askofu Malasusa, mzigo kweli, mzigo kweli. Lakini mimi nimeshaongea na Mungu, Mungu amesema anashughulika naye. Mtaona Mungu anashughulika naye. Mungu anashughulika naye. Kazi ya maaskofu na mashehe ni kusema ukweli hata kama ukweli unawaua. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10. Miaka 10 nimekuwa mbunge. Miaka 10. Katika wabunge walioongelea mashehe waliokuwa wamefungwa na kuteswa, hakuna mbunge Muislamu aliongea zaidi yangu mimi Mkristo na Bwege. Mimi ndio nilikuwa naongelea mashehe. Mimi sio Muislamu. Mimi ndio nilikuwa naongelea habari ya Kibiti. Sababu nilikuwa waziri kivuli. Mimi nilitishiwa kuuawa na kupewa treason, nikakimbilia ubalozi wa EU kwa sababu napigania Waislamu. Yuko wapi kijana wenu mmoja wa Kiislamu hata leo anayesimama bungeni kutetea mashehe waliobaki magereza? Hakuna. Uislamu ni haki, sio unafiki. Kila na hatari yake nini? Wakristo wanaona. Ndugu zangu Waislamu, tunaona haya mambo yanayofanyika, tunaona hatari yake ni kwamba kuna siku atakuja rais Mkristo, na atakuja. Akija rais Mkristo mtapata matatizo, mtahitaji utetezi, mtataka muunge mkono na watu wengine. Tutasema hawa wakiwaga na ndugu yao huwa wanaacha mambo yaende kama walivyoenda, mtateseka. Mashehe walishikwa wakati wa Kikwete, wamekuja kuachiwa wengine wakati huu, na wengine wamefia jela. Hawakushikwa wakati wa Mkapa. Operation za Kibiti zimeanza wakati wa Jakaya. Tunaposema tunataka taifa bora lenye usalama bora, tunamaanisha jambo moja tu la msingi, moja la msingi. Tunataka taifa lenye haki. Uislamu na Ukristo ambao hautendi haki, hauishi haki, huo ni unafiki wala sio dini. Watu wanakufa, watu wanatekwa. Boni, unaongeaga story yako pole, inaumiza. Boni ana kesi mahakamani kwa kutetea watu ambao familia, mtu ametekwa, ameuawa, yeye anatetea. Alafu kwenye ushahidi, anayekuja kutoa ushahidi ni ndugu aliyeuawa. Nani kawaloga nyewe wa Tanzania nyinyi? Kuna wenzetu walienda CCM, tunawaita wasaliti. Naweza nikaapa kwa jina la Mungu, kabla hatujawatukana tufikirie. Mtu akiwasoma nyie mnavyofikiria, juhudi ambazo tunazichukua kwa ajili ya kuwapigania na jinsi mnavyoreact, ni rahisi sana mtu kuwatosa nyie. Mimi nimeenda polisi lock-up zaidi ya mara 150 toka nimeingia kwenye kazi hii. Nimekwenda magereza mara nyingi. Nimekwenda mahakamani mimi miaka 5 mfululizo, kila mwezi mara 4 kwa miaka 5 mfululizo. Tunakimbia kuuawa, maji ya kunywa mimi hata nikilala hotelini naweka kwenye sefu. Dawa mswaki naweka kwenye sefu. Naogopa asije akaingia mtu na master key akaweka sumu. Maisha yetu ya upweke, familia yangu haiko hapa, mimi iko Canada, na hapa hairudi hapa hairudi. Sasa mheshimiwa, wewe familia yako iko nje, hapa hairudi, na nikiweza namchukua na dingi nampeleka. Hapa kuna nini hapa? Ushaji tukutekana kuna nini hapa? Mimi nimekimbia, napita boda, nafukuzwa nyuma, navuka mpaka, nashikwa kwa oda ya rais, nashikwa na oda ya rais, natetewa na taasisi za kimataifa, napewa hifadhi, nimehifadhi watoto, nimerudi, tumeendelea na game. Ningekuwa na uwezo mimi, watoto wenu wote nyinyi na wakina mama, ningewaambia na wenyewe waondoke nchi, hapa tubaki wanaume, tupambane na hawa majangili. Hali inazidi kuwa mbaya. Sasa hatari yake nini? Hawa vijana ambao hawana kazi sasa, ambao ni wengi, machinga. Boni, kumbuka mimi nilipokuwa mtoto, nakumbuka nilikuwa sijawahi kuona mtu wa umri wa mama yangu ni machinga barabarani. Nilikuwa sijawahi kuona. Tulikuwa tumezoea kuona machinga ni watu wadogo. Leo unakuta mama mtu mzima anatembeza socks za mitumba barabarani miaka 60. Vijana wanazaa, hawawezi kuishi na wake zao, wanapeleka wajukuu kwa wazazi. Unakwenda kwa bibi kijijini, unakuta na watoto kama 10, watoto wamewaleta pale. Kijana ni bodaboda. Kila mwanamke
anataka kuzaa tu, hataki kuolewa. Wanaume na wenyewe wamekuwa masharubaro, wanapaka wanja kuliko wanaume, kuliko wanawake. Umaskini unakandamiza. Kila mtu akiamka asubuhi ni kukata loko. Ulevi umeongezeka. Nchi hii hakuna hata regulation za pombe. Unaweza kununua pombe famasi nchi. Hali inazidi kuwa mbaya. Hii hali haitataliwi, haiondolewi na maombi. Na hali inavyozidi kuwa mbaya, wameibuka na manabii. Wanawatangazia, nasikia mimi. Tangazo, kutakuwa na mkesha kabambe wa kuvunja nira wa maskini. Nabii kabambe Bwana Boniface Yai ataweka mkono juu yako na kupaka mafuta ya mafanikio. Mtapakwa mpaka oili, nchi hii hamtatoboa. Nakwambia, nyie Wakristo mlioko hapa, Biblia inasema na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Na asiyefanya kazi na miundombinu ya kazi na ajira inatengenezwa na serikali, watu wafanye kazi, watu wapate chakula. Sasa nyie mmekuwa maskini. Mnakimbia mnaenda kuuziwa kitambaa cha upako, chumvi ya mapozeo. Mnachukua mpaka engachifu za mme wako zikaombewe. Mme wangu siku hizi atuli nyumbani, mheshimiwa nabii naomba umwombee atulie nyumbani. Akitulia nyumbani hauli tuliza kierere, hana pesa ndio maana yuko nyumbani. Naye kuombe, Baba katika jina la Yesu nafunga pepo la umaskini. Mtafungwa mpaka mapepo na mapepo. Hiyo ngoma haitakaa sawa sawa. Pepo la kufunga ni Chama cha Mapinduzi na washirika wake. Mnacheka nyewe kina mama, mnajua nyinyi. Nyie wote hapa mna namba za manabii nyie wote. Wote. Mimi nasema haya kwa sababu nasoma neno, najua neno linavyosema. Na kwa sababu gani hilo wimbi limekuwa kubwa? Umaskini umekuwa mkali. Hakuna miundombinu iliyotengenezwa na serikali ya watu kujiajiri. Sasa mmeanza kupoteza ramani. Sasa ndugu zangu, chama chetu kina kitu kinaitwa tone. Kila mtu achukue simu yake. Naomba sana watu wa Manzese, chukua simu yako mpenzi. Chukua namba yako ya simu. Ili chama chetu kifanye kazi vizuri, tunahitaji michango. Hapa leo mheshimiwa mwenyekiti wa kanda alitakiwa atukaribishe, aondoke na mwenyekiti Ngoto na mwenyekiti wa vijana wafanye hata mkutano ng'ambo nyingine ya barabara. Lakini hatuna hiyo nguvu kwa sababu ya pesa. Tumetengeneza mkakati maalum wa kuchangisha fedha kidogo kidogo. Tunaomba chukua namba yako ya simu. Andika 0744 44 69 69.